Hey, I got a serious topic now on how to jump on different timelines. Jinsi gani ya kuweza kutoka kwenye timelines na kwenye Kiswahili ni ulimwengu, like kutoka ulimwengu kuja kwenye ulimwengu mwingine, like jinsi gani utaweza kucontrol ili uweze kutoka kwenye ulimwengu mmoja kuingia kwenye ulimwengu mwingine. Tuseme labda sasa hivi unapitia matatizo, shida, dhiki, huzuni. Sasa utaweza vipi kutoka katika ulimwengu huo kuingia kwenye ulimwengu mwingine? Shanaelewa. It's Alan the Wise Guy. Yeah, a confirmation, a yellow butterfly. Okay, let's go straight to the point. Cha kwanza inabidi uweze kufikiria differently. Kama ulikuwa ukiamka asubuhi unaanza kuwaza like nitakula nini, na shida hii na shida hii na shida hile, itakuwa vipi? Hebu change your routine, badilisha ratiba yako ukiamka asubuhi. Hebu kama ulikuwa ukiamka unaenda straight kwenye kazi, ukiamka kaa chini na wewe na like kitu gani na kitu gani inabidi nikifanye kuweza kukua kwa namna moja ama nyingine. Jinsi gani naweza kukua kwenye namna moja ama nyingine? Jinsi gani naweza nikasababisha mabadiliko? Like for me, naandika kitabu teknolojia ya nafsi, ila imekuwa napata nyakati ngumu kidogo, ili kwa sababu ya kuweza kucontrol my daily activities na pia muda kuweza kuandika kwa kitabu, mostly bando na kulipia simu yangu, kwa sababu natumia hizi simu za mkopo. Kwa inakuwa nikiamka asubuhi, vya kwanza vinavyonichanganya ni hivyo vitu, bando na jinsi gani nitaweza kulipia hiyo simu. Ila nimekuwa mtu okay, jinsi gani naweza nikasababisha hiki kitu kiwe rahisi? Nikawa nalipia simu usiku, ambao najua nikiamka asubuhi na muda mwingi sana. Okay, jinsi gani nitaweza kuwa online? Naenda sehemu za wifi kulipia. Ushaelewa? Though nikiwa at home ndo naweza work very good and a very sharp way, ila kila kitu kina weak point. Sasa ili uweze kumove from one timeline kwenda in another timeline, huo ulimwengu sasa hivi unaoishi, jaribu kuangalia madhaifu yake yako wapi, alafu tumia yale madhaifu kutengeneza kitu ambacho kitaweza kukukwamua wewe kesho hapo. Na hiyo kesho inaanzia na wapi? Kesho inaanzia sasa, kwa sababu muda usipotumia vizuri, hata ukifika kesho itakuwa kwamba kesho tena. So we just have to change your perspective. Umeona? Change hiyo kitu, alafu jiguide katika njia ambayo unaona kabisa itaweza kukuweka katika ufikiriaji positive na uweze kufanya kazi kwa condition ambayo ulikuwa nayo hapo, kwa hali ambayo ulikuwa unayo hapo. Ndio njia ya kwanza kuweza kuchange timeline na kuweza kutoka from this timeline kwenda to another timeline. Okay, in another way, ili uweze kuthink very positively, ground yourself. Kiamka asubuhi, I've already talked about this shit and I'll keep on telling you again and again. Okay, amka asubuhi, cha kwanza hebu meditate for 10 minutes. And niliona ujumbe mmoja kwamba ukiona una meditate au shetani anakuja, umfanye na yeye aweze kumeditate. You feel me? Usijaribu kumkimbiza, na mvute akae na yeye aweze kumeditate. Unaelewa? Maana yake hapo you have to deal with your shadow self. Maana shetani ni hayuko nje, yuko within. Yule kile unachokifikiria negatively, unachokifikiria ambacho si kwa kujenga, yule ndo shetani. Sasa akiwa anakuja, mfanye naye aweze kuja na afanye kazi unayotaka aweze kuifanya. Meditate with it. You see? That is what I see. That is what I feel. Okay? And you have to believe, inabidi uamini sana hisia zako, kwa sababu na zile hisia zinazokuja za kwanza, so zile zinazokuja baadaye kuanza kurepair like no, na zile hisia za kwanza zinazokuja ndio inabidi uweze kuzifocus na kuzitame ziweze kukuletea positive impact. Okay my people, hii ni just a random message, sikupanga chochote, yani sikupata any kind of download, so I will just be going up and down. Okay, so change your perspective, change your routine day to day. Kila siku badilisha kitu kimoja katika ratiba yako.
only one thing, only one tiny thing, sawa, ili uweze kureprogram your brain. Unavyo reprogram your brain, unavyoanza kuprogram ubongo wako, unavyoanza kufikiria positively kwamba kila kitu kinawezekana, ndo pale ulimwengu unaoishi utaanza kubadilika. Ule ulimwengu wa kukosa utaondoka, utaanza ulimwengu wa kupata na ulimwengu wa kuona fursa. You feel me, people? That is how I see myself, and that is how I reprogram myself day to day. So if you wanna live in a timeline that is very well and in how you attract good things, it's just you have to change your routine and you have to change your perspective. You have to change the way you see things. So ukishaweza kubadilisha jinsi gani unavyoweza kuona vitu na matokeo yake mbeleni, is how unaweza kutengeneza kesho ambayo unataka uweze kuishi. So firstly itakusaidia kuweza kuattract watu wapya ambao wana vibe kwenye frequency ambayo wewe upo. Like for me now, I don't have a friend. I don't have friends at all because nimefocus sana kwenye vitu ambavyo vya kujenga, ambayo my vibration is too high kiasi kwamba hata nikijaribu kuzungumza na mtu like nishajua ambacho atachokifikiria, yani akishaanza conversation nishajua wapi atakapo end, so nakuwa like less interested with those kind of people. It's not like najiona I'm better than but I don't even know how to explain it in deeply, but I think different. Nafikiria tofauti na wao cause of jinsi nilivyokuwa na change my routine kila day imesababisha na kuwa vitu ninavyofikiria na wao wanavyofikiria vinakuwa different kidogo, na sio kidogo, in deeper way. Hisia zao na hisia zangu zimekuwa different kwa sababu hisia zangu haziniendeshi, ila hisia zangu zimekuwa ni taarifa, information, like where do I have to change, where do I have to improve myself. Umeona? Sasa iko kitu kinasababisha like I feel like I'm in wrong environment right now, like siko katika mazingira ambayo inabidi niwepo cause nashindwa kuinteract na watu. A lot of people ambao na interact nao ni online, people who are in different, watu ambao kwenye nchi tofauti tofauti, maeneo tofauti tofauti, watu ambao na interact nao ambao wako Tanzania na there isn't. Maybe Miss Mona is the one ambaye nikimsikiliza na bump into her videos most of the time, na naona she is in the right frequency with mine, although tuweza ku interact and make communications, but her videos are in my vibe, you feel me? That's what I'm trying to tell you guys. So ukitaka kuweza kujump from one timeline to another, firstly badilisha mawazo yako yasiwe positive. Hata umeona tunavyoambiwa kwamba hata Mwenyezi Mungu akikuletea shida useme alhamdulillah, ushukuru. Maana yake ni unakuwa katika mawazo mazuri kwamba kila kitu kinatokea kwa ajili yako, kukufunza. Umeona? Kwa sababu hapa duniani tumekuja kujifunza na kuweza kuchagua maamuzi sahihi, afu Mwenyezi Mungu mwisho wa siku aweze kutupatia kile tunachokihitaji. So even unaweza kuona, na hivyo ndo uhalisia wa maisha, kwa sababu mimi imenitransform. Nilikuwa naanza kuona ugumu wa maisha nayopitia ni kwamba ni kikwazo, afu kumbe si kikwazo, there were lessons. Sababu day to day ninavyoweza kuamka nazidi kujiona na kuwa mtu tofauti. That's why nakwambia nashindwa kuresonate na watu ambao wako karibu na mimi, kwa sababu the way I think is different. Na nimeanza kufikiria hivi toka nilianza kukaa mwenyewe na akili yangu na hisia zangu. Kuna mambo nilipitia nikayaweka wazi online, na the more nilivyokuwa nayaweka wazi through videos, nikija baadaye nikisoma na nikitazama nikaa naona kumbe mimi udhaifu wangu uko hapo, udhaifu wangu uko pale. Na naamini inasaidia watu wengi pia kuona udhaifu wao na wapi wa kuweza kubadilika, pako wapi. Kwa sababu hata hii video na record baadaye nitakaa na mimi nitaipitia, nitaitazama, nitakuja ku realize like damn, kumbe hapa ndo napokosea, kumbe hapa ndo inabidi ni improve.
na naamini ikiweza kupatikana watu ambao na resonate at the same frequency, taweza kurun very fast, very fast, kwa sababu kuna vitu vingine nashindwa hata kuvishare hapa na watu kwa sababu I don't know, yani sijui kama watu wa hiyo frequency wapo au la. Najua wapo, na I'm just trying to raise my I'm not trying, I'm raising my vibration higher and higher, because I don't believe in trying. Siamini kwenye kujaribu, naamini kwenye kufanya. Kama nishawaambia kwamba a success, mtu alofanikiwa ni mtu ambaye anafeli kila siku, kila mwaka. Kwa sababu angekuwa afeli, asingekuwa kila mwaka anataka aangalie jinsi gani ya kuimprove biashara, kwa sababu alishaona mwaka uliopita ni kwamba biashara yake kiwango kilichoingiza sawa, hata kama ni faida, ila nitaweza kusababisha jinsi gani hii faida iweze kuwa kubwa zaidi ya mwaka jana. Ushaelewa? Maana yake kuna makosa tu mwaka jana ambayo yapo, atayatafuta tu, although ndiye aliingiza profit tofauti na last year. Umeona? That's what I'm trying to tell you guys. So ukiamka asubuhi, try to ground yourself like for 10 minutes. Unaweza ukawa ushaamka consciously, ila ukabaki kitandani kwa dakika 10. Ila hizo dakika 10 ukawa umetulia tu, usijiruhusu lale. Sasa inabidi utulie tu at the moment, and kama utafikiria basi okay, katika kampuni yangu nataka nitengeneze ni. Hata kama una kampuni, hebu just think like tayari una kampuni. Hata kama una kampuni hujisajili bado, ila think like okay, kama nikiongeza mnanilio kijana kunisaidia kazi au mfanya kazi, nitamweka wapi? Atanisaidia wapi? Kwa sababu gani? Na nitasaidia kuingiza kiasi gani? Na yeye nitamlipa kiasi fulani. Maana yake nishaingiza majukumu. Je, majukumu unaoingiza mimi nitapata profit gani? Kila kitu inabidi wewe ndio unajiuliza hayo maswali. Usitegemee kuna mtu atakuja atakuuliza hayo maswali. Hayo maswali inabidi ujiulize wewe. Kila wazo linalokuja, kabla kulileta kwenye hisia, iliulize maswali kwamba lina faida gani na hasara gani. Ukishajua faida na hasara ziko wapi, ndio jaribu kuleta hisia sasa ya mafanikio. Na ikija hisia inabidi uwe nayo hisia ya mafanikio tu. Hisia ya kufeli maana yake ni negative energy, na uhitaji kuwa na negative energy on your field, kwa sababu itazidi ku attract negative energy nyingine zaidi. Kwa hiyo unapokuwa unabaki tu na positive energy, ama unabakiwa tu na mawazo ambayo ya kujenga, inasababisha unakuwa unazidi kuvutia mawazo mengine ya kujenga na kuweza kuimprove. Ila unapokuwa na mawazo ya kufeli, unakuwa unazidi kuleta mawazo ya kufeli katika field yako, katika your energetic body, ambayo itasababisha mawazo yako pia sasa yaanze kwenda yaweze kwenda vibaya negatively. Umeona? Yanavozidi kwenda vibaya, unazidi kujitoa katika leli, unazidi kujitoa katika mchezo. So hata kama ukifeli, kama mimi siamini kwenye kufeli, ila ikitokea kwenye jambo kwamba limeenda tofauti na nilivyopanga, cha kwanza nitakaa nalo chini na nitaanza decode kwamba kwa nini limekuja hivi, lina faida gani, madhaifu yangu yako wapi, mpaka ili jambo limeshindwa kwenda venye nilivyokuwa nimelipangilia. Ushaelewa? Kwa the more unavyokuwa unaona kwamba kufeli, kwa nini nimefeli? Okay, nitaweza kutoa impact gani katika hii jambo lilosababisha niweze kufeli hapa, na nitaweza kuimprove vipi ili niweze kujitoa katika hii cycle. You feel me guys? So I feel like it's kind of simple, because everything starts here and ends here. Okay, kwa sababu unachokifikiria, unachokihisi ndicho sababisha uweze kufanya reaction gani. So my people, be conscious, stay wise, and fikiria positive. Hata ukifeli jambo lijaenda kama ulivyokuwa umetaka, sawa, chukua elimu kwenye hilo jambo, alafu move. Usibaki hapo kwenye mawazo like nimefeli itakuwaje na you feel yani like okay, kwa nini nimefeli? Katika mawazo yangu nilifikiria kipi ambacho kimenitoa katika mchezo, ndio maana nikafeli. Ushaelewa? Okay, na next time, wakati ujao, inabidi niweze kubadilisha perspective gani, wapi niweze kubadilisha mawazo yangu, wapi niweze kubadilisha, maybe kama nimeamka saa 1, siku yangu leo ilikuwa na taski 8, nimefanya taski 5, wapi nilipokosea?
Okay, kuna muda mwingine unakuta hujakosea, kwa muda mwingine kumbe inabidi ujipunguzie yale mambo ya kuweza kufanya kwa siku ili uweze kuyafanya katika kiwango kikubwa ama kiwango cha juu. So let me end here my people, but stay wise, stay conscious, and I've already started, nimeshaanzisha group la WhatsApp ila halina watu bado. I need people who we're gonna raise the vibration together, ambao tuta raise frequency together, ambao tutakuwa tuna share business, tuna share ideas na tunasaidiana kwa mawazo. Mimi niko tayari kwa ubavu wangu kuweza kuwasaidia watu kwa mawazo. So if you are ready, WhatsApp number is 0773873900. So I'm waiting for you guys, and I'm never waiting for anybody. If you're ready, just tap in and let's create the good future for everybody. And if you are not ready, kama uko tayari, sijui lini utakuwa tayari. Okay, it's Alan the Wise. I love you guys. Stay conscious, stay wise.